Mwanamke mwenye umri wa miaka 25 amepatikana amefariki katika mazingira ya kutatanisha ndani ya baa moja mjini Kebirigo katika kaunti ya Nyamira. Mwanamke huyo aliyetambuliwa kama Marion Nyagacho anaripotiwa kuwa alikuwa akifanya kazi katika baa hiyo. Kwa mujibu wa taarifa za awali, mwili wa marehemu ulipatikana ndani ya moja ya vyumba vilivyoko katika baa hiyo akiwa hana nguo, hali iliyozua hofu na maswali mengi miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Inaarifiwa kuwa marehemu ameacha mtoto mchanga, jambo lililoleta huzuni kubwa kwa familia na watu waliomfahamu. Kwa majina naitwa Sakario Kerio Ngaga. Mimi ni mimi mfanyikazi kwa hapa Kebirigo. Kwa ile tumeshangaa ni kupoteza mtoto mdogo anaitwa Marion Nyagacho kutoka Kiambere na kwetu ni Nyakeore. Sasa ni mtoto wetu nyumbani tunamchua. Sasa tumeshangaa anapatikana kwa room kwa hapa inaitwa Manchester, analala ati amekufa. Ako uchi. Tumeshindwa alikuwa analala na mtu ama nani alimpeleka pale? Na mlango ilikuwa wazi. Ati alikuja kutafuta mahali alala akapewa alala. Alikuwa analala na nani? Vile ako uchi. Ni yeye alijitoa nguo. Sasa tumeshindwa hii kitu imeshinda kueleweka vile ilikuwa. Kwa hivyo tunataka ukweli ithibitishwe, watu wajue. Kwa majina naitwa Dolka Keuma. Mimi ni mkaaji wa Kebirigo. Kwa siku ya leo tumeamkia asubuhi. Tumeshangaa kusikia msichana wetu amekufa. Na tumesikitisha sana kwamba na alikuwa vizuri jana na hatujui ni nini imemfanya amekufa. I'm still wondering na sijui na ameacha mtoto mdogo sana. Haki naomba tu serikali tusaidie. Kwa wasichana wenye wako hapa wanafanya kwa baa, naomba tu Mungu awasaidie. Hata serikali ingie katikati. At least waingilie waone vile hao wasichana watakaa. Juu unaona vile wanatembea hata ukiangalia tu vile amekufa hata unaweza shanga. Kwa majina naitwa Linet Kemto kutoka Kebirigo. Mimi ni malaya ya kwanza, lakini mnda tusaidie aje. Kutoka sisi. Aya, malaya wetu amekufa huku. Sasa mnda tusaidie aje. Amewacha mtoto mdogo akihangaika. Serikali iko wapi? Mimi naitwa Evan Siolinongera, mimi na mfanyikazi wa boda kutoka Kebirigo kuja Kiambere. Sasa nimestukiwa asubuhi ya leo. Kuna dada mwingine amesaa kufa kwa baa, ndio tumesangaza hizi ndio tuko na huzuni. Tuko na huzuni mingi kuona haya. Hii Kebirigo inaonekana hakuna usalama sana kwa vile sisi tumeona wengi wamekufa, hatujawahi ona usaidizi mwingine hata kidogo. Mimi naomba kwa serikali tusaidie sana hapa Kebirigo tupate ulinzi ya kutosha. Maafisa wa polisi walifika katika eneo la tukio na kuanzisha uchunguzi ili kubaini mazingira kamili yaliyopelekea kifo hicho. Mwili wa marehemu umepelekwa katika chumba cha kuhifadhi maiti ukisubiri uchunguzi zaidi pamoja na upasuaji wa maiti ili kubaini chanzo halisi cha kifo hicho. Leo asubuhi nilipigiwa simu na mhudumu wa kijiji ambaye alinipasha habari kwamba kuna msichana ambaye amekufia kwa baa ya Manchester bar. Nikamwambia nenda ufike huku unaambia ukweli. Akafika huku akapata baa imefungwa kwenda ndani. Ndio na mimi nikapigia OCS wakiambia ambaye ana hudumu vile vile ana hudumu hapa Kebirigo Police Post na anakaa hapa Kebirigo Police Post. Nikamwarifu ya kwamba akimbia aone hapo Manchester bar na achukue maskari wake ndio waache wafanye coverage. Walipofika na mimi wakati tulifika tukapata ukweli wa maneno alikuwa amekufa. Ndipo sasa hapo nikapigia mkubwa wangu simu nikamuelezea na tukapigia DC yao simu. DC yao wafanya haraka wakuja, wameangalia mwili na wameanza uchunguzi wa kina ndio tujue ni nini ilisababisha kifo chake. Polisi wamewahimiza wakazi kutoa taarifa yoyote itakayosaidia uchunguzi, huku wakitoa wito wa utulivu wakati uchunguzi ukiendelea. Nikiripotia Kisi Hot TV, jina langu ni Miriam Komboka.